Pengine kwa mtazamo wako, unazungumziaje siasa kwenye kaunti ya Taita Taveta, hasa siasa vyama? Taita Taveta County uchaguzi ulioisha by numbers Wiper ilikuwa juu, alafu ODM, alafu UDA. Kwa sasa kwa tathmini Taita Taveta County bado Wiper iko juu. Lakini tukizungumzia Taveta mimi sisemi kwamba serikali imependelea Taveta. Nasema Rais Ruto amefanya miradi Taveta kimkakati. Kimkakati kwamba licha ya kwamba watu wa Taveta wanahitaji barabara na vitu vingine, ana maslahi makubwa na Taveta kwa sababu ni moja kati ya maeneo ambayo anamiliki eneo kubwa sana. Nitasema hapa Taveta anaweza kuwa labda kama si mtu wa pili ni mtu wa pili ama wa tatu kwa umiliki wa ardhi Taveta na tukizungumzia ile miradi ambayo amezungumza mingi ameielekeza kwenye mashamba yake. Mfano, kuna barabara inaenda Jipe na tunajua maslahi yake Jipe, yale mashamba ambayo yuko nayo na kadhalika. Kuna barabara imeenda Mokine na tunajua shamba ambalo analo pale Mokine. So ile miradi ambayo ameifanya mikubwa tunaweza kusema ni hiyo ya barabara. Kwangu mimi naona ameifanya kimaslahi yake binafsi, ingawaje pia itafaidi watu wa Taveta, lakini mtu wa kwanza ambaye alimfikiria katika kufanya hilo shughuli ilikuwa ni yeye. Kwa tunaweza sema, kwa hiyo tunaweza kubaliana na wale ambao walisema kwamba mgeni njoo mwenyeji apone, kwa maana kwamba pengine watu wa Taveta ni kama utaruhusu na pengine nitumie neno kwamba ni afueni kuwa na mgeni kama Ruto, sababu sasa kwa kutengeza kwake mwenyeji amepona. Ni afueni kwamba amekuja ndio akatengeneza barabara, lakini kuna hatari pia ndani yake kwamba Taveta bado kuna mashamba mengine ambayo kama yeye ana historia hiyo ya kuchukua mashamba, Taveta bado tuna machungwani na mashamba mengine. Na Taveta tulishuhudia ile kashfa ya shamba la Jipe ambalo labda tutapata muda wa kuiangalia siku nyingine. Wale watu walibomolewa usiku kwa sababu ni shamba ambalo familia ya Kenyatta na Basil Criticus ilipeana kama zawadi, lakini watu serikalini wakaenda withdraw pesa wakisema kwamba Settlement Fund Trustees imenunua. Alafu katika watu ambao walikatiwa shamba kubwa mojawapo likaenda na mtu ambaye anafahamika, ambao ikifika siku tuta table documents kwamba kwangu mimi ninafikiria labda ni mtu ambaye anakupatia mkate wenye sumu ili usife na njaa. Tuachie hapo kwamba tutachanganua zaidi kama ulivyosema. Mtu anayekupa mkate wenye sumu ili usife na njaa ni kwamba utaula ule mkate, mwisho utakufa, lakini utakufa ukiwa umeshiba. Tunasema tutazidi kuyachanganua katika kipindi kijacho. Ni Kelly Aduo, huyo ni mzungumzaji na mtumizi wa maneno ya Kiswahili ama kile Kiswahili kizito. Kwa hivyo akikupatia msemo wewe changanua tu. Wahenga walisema kwamba pia ukiwa unakula na kipofu usimshike mkono. Haya, ameshasema Kelly.